Wanasema usipoziba ufa utajenga ukuta. Methali hii sasa inaishi kwa vitendo hapa katika kijiji cha Kilangai, wilayani Kilosa, mkoa wa Morogoro, kwenye shamba pekee la serikali linalotegemewa kuzalisha mbegu bora za mpunga. Ekari 1500 zimelimwa msimu huu na wakulima 22 wa mkataba, lakini cha kustaajabisha, wakulima hawa wanaishia kugombania punje za mpunga na ndege aina kwelea walioimarisha ushirikiano wao katika kujipatia chakula cha kila siku bila kujua wanatengeneza jala njaa kwa wakulima wa mpunga. Mimi naitwa Farida Hussein Kitulu, ni mkulima wa Kilangali. Adha kubwa tunayopata hapa wakulima wa Kilangali, tunateseka tembo ndege. Usiku tembo, mchana ndege. Kilimo hiko kwa tumekopa Equity Equity kwa ajili ya kulima kujikizi si mahitaji, tupate chakula kingi, kusomesha watoto, tuendelee maisha. Lakini mpaka hapa toka tulivyokopa Equity na tembo walivyotuvamia na ndege, tumerudi nyuma. Tumeandikiwa nyumba zetu zinauzwa toka mwaka jana, tunajitahidi kulima, tembo wanazidi kutuasili mpaka wanaua watu. Tunapeleka taarifa serikalini, msaada mkubwa hakuna. Tunapeleka taarifa kila sehemu lakini hatusaidiwi. Tumepigwa picha mipunga iliyoliwa na tembo, hatujalipwa, bado tupo kwenye majanga ya ndege na chakula shida. Kwa hiyo msimu wa mwaka huu njaa inaweza ikatuingilia ya chakula, na nyumba zetu tulizokopa Equity kwa ajili ya mahitaji tuendelee maisha zinaweza zikauzwa muda wote. Tunaomba waandishi wa habari mtupelekee taarifa hii kwa Mama Samia, tusaidiwe sisi wakulima wa hapa Kilangali. Tunateseka, tunaumia. Msaada wetu mkubwa ni nyinyi kwa kutupelekea taarifa kwa Mama Samia, tupate msaada kupitia ndege na hawa tembo. Kwa jina naitwa Okoka Nathanaeli Mwinuka, ni mkulima wa mkataba katika shamba la mbegu asa Kilangali. Niko hapa ndani ya miaka mitatu. Nilianza 2023, nililima mpunga wa kiangazi. Nililima eka 100 nikiwa na mategemeo ya kuvuna gunia 3000, lakini nilivuna gunia 1000, nilivuna gunia 770 tu kwa sababu ya ndege. Nilivamiwa na ndege wengi sana, nilishindwa kuwalinda. Imekuja mwaka jana nimeingia pia nimelima eka 100. Nimeingia nimepata mwaka jana nimelima eka 200, nimepata hasara, nimepata gunia 2000 tu. Zaidi lengo ni kupata gunia 6000. Gunia 2000 nimepata hasara kivipi? Nimepata hasara baada ya hawa ndege kuja kunivamia shambani kwangu. Shamba hilo niliweka walinzi wengi sana, watu zaidi ya 100. Lakini watu wale walishindwa kucontrol ndege hao. Lakini tatizo kubwa linalokuja kwamba wanakuja serikali ya kijiji, wanakuja uongozi wa asa, wanakuja wataalamu wetu wa kilimo. Tunatoa mpaka mafuta kwa ajili ya trekta kwenda kufanya uchunguzi ndani ya hifadhi. Wanaenda wanaweka maboya kwa maana ya uuaji wa ndege, lakini vibali havitoki. Miaka yote hiyo vibali havijatoka. Mwaka huu tena sasa hivi wanahangaikia vibali, tunatumaini kabisa havitatoka. Na mpunga nimelima mwaka huu karibu eka 150. Mpunga huu unachanua, bado haujafikia kama wenzangu ulipofikia. Wenzangu wanahangaika sana na ndege. Sasa nina hofu hata mimi hili linakuja kwangu kwa sababu nina uzoefu humu wa muda mrefu. Sasa basi, kama nina uzoefu wa muda mrefu, maana yake janga hili hata mimi nitateseka. Shamba hili lipo, mpunga ndio unachanua sasa hivi. Kwa ninaiomba mamlaka husika, maliasili pamoja na Wizara ya Kilimo, Wizara ya Maliasili pamoja na Wizara ya Kilimo waje watusaidie namna ya kutoa vibali ili wataalamu wetu waende huko hifadhi waue hawa ndege, kwa sababu kila kitu kiko tayari. Taarifa ya ndege ipo tayari, imeshafika Morogoro, madawa kila kitu. Lakini kibali cha hifadhi watu hawatoi. Sijajua wana maana gani kwamba sisi tushindwe kuzalisha mbegu. Na sio sisi tu kwa maana ya wakulima mkataba, pia hata watu kijijini huko wanazalisha chakula wamefeli, wengine wamerudi bila kitu. Kwa hiyo tunaiomba serikali tusaidie hili. Ndugu Bashe, wasiliana na waziri wa maliasili ili atusaidie hili. Wapi linakwama? Sisi hatuelewi kama wananchi, kwa sababu juhudi zote tunaambiwa zimefanyika. Nini kinazuia? Naitwa Jessica Msafiri Omari. Natokea kijiji cha Kilangali.
ni mkulima mdogo mdogo ambaye tunaelima tu ni mashamba ya kawaida. Mimi na eka zangu kama 10. Kwa hiyo tembo wakaja wakashambulia pale, wakakanyaga, wakala kabisa, wakamaliza mpunga. Watu wa TANAPA wakaja wakakagua, wakasema basi tutarudi. Walivyotoka hawajarudi. Pia kuna mashamba ambaye ni mengine madogo madogo ya kuungaunga, naye yanasumbuliwa na ndege. Mchana tunalinda ndege, usiku tunalinda tembo. Kwa hiyo hayo maisha yanapelekea tunapata tabu sana, inatuletea changamoto kubwa. Tuna watoto wanasoma shule, inatakiwa ada ilipwe, lakini sasa hatuelewi tutalipaje. Hatuna msaada. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba waandishi wa habari mtupelekee kwenye vyombo vya habari huko, labda huenda tunaweza tukasaidiwa. Maana kila tukilalamika hatusaidiwi, hatuna msaada wote. Kama hivyo mazao yakiliwa wanakuja tu wanaangalia, wakienda moja kwa moja. Huu nimeshakuwa kama msimu wa 3. Kuanzia mwaka juzi, mwaka jana, hivyo tunaliwa na ndege, tunaliwa na tembo, hatuna msaada wowote ule. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali itusaidie. Pia tumekopa mikopo ya Equity kuanzia mwaka jana. Hatuelewi tutalipaje. Pia zimeandikwa nyumba zinauzwa. Haya, tutalipaje kama hivyo mazao yanaliwa, ndege wanakula, tembo ndo wameshakula? Kwa hiyo tunaomba mtusaidie. Shamba la Kilangali ndio tegemeo la taifa kwa kuzalisha mbegu bora za mpunga. Uharibifu unaoletwa na ndege aina ya kwelea unaweza kuvuruga mnyororo mzima wa thamani wa uzalishaji wa zao la mpunga hapa nchini. Jina naitwa Musa Kasim Mbegu, ni msimamizi wa shamba la mbegu Kilangali. Ni shamba pekee ambalo linazalisha mbegu za mpunga Tanzania chini ya wakala wa mbegu za kilimo ASA. Kwa mwaka huu changamoto kubwa ambayo tunakabiliana nayo ni wimbi kubwa la mlipuko wa ndege vamizi aina ya kwelea ambao wanashambulia kwa wingi sana shamba letu, hususan mida ya asubuhi na jioni, hali ambayo inaweza kuathiri upatikanaji wa mbegu bora za mpunga kwa wananchi. Kama ili zoezi haitodhibitiwa kwa wakati, hawa ndege wanaweza kusababisha upotevu wa mbegu zaidi ya tani 1500. Hivyo wananchi kwa msimu ujao wa kilimo hawatopata mbegu bora za mpunga na kusababisha nchi kutokuwa na chakula cha kutosha aina ya mchere. Kwa hiyo tunashauri mamlaka husika na serikali kwa ujumla watusaidie ili hawa ndege waweze kuangamizwa kwa wakati, ili shamba letu liwe salama na wakulima wapate mbegu bora na salama za mpunga, ili waweze kujikimu kiuchumi, lakini pia taifa liwe na usalama wa chakula. Hili shamba lina ukubwa gani? Shamba la Kilangali lina ukubwa wa hekta 1200, lakini kwa sasa hekta ambazo zinatumika kuzalisha mbegu za mpunga ni hekta 600. Mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu yenye jukumu la kudhibiti ndege hawa wamekiri kutambua uwepo wa tatizo. Wanasema tayari walishaanza zoezi hilo katika wilaya ya Mvomero. Mpango wa sasa ni kuelekea Kilosa baada ya kukamilisha mchakato wa vibali. Kwa majina naitwa Mjidi Mchunguzi, ni kaimu mkuu wa kitengo cha uhusiano wa umma na mawasiliano kutoka mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu Tanzania TPHPA. Ndugu mwandishi, swala hilo tunalifahamu na tayari ndege zimeshafika mkoa wa Morogoro, ziko katika viwanja vya Mtibwa, na kama ulivyoona taarifa iliyotoka wiki iliyopita, tayari kwenye wilaya ya Mvomero tayari hao ndege hao tayari tumeshaangamiza. Na sasa hivi ni watoe wasiwasi wananchi kwamba kilichobaki sasa ni kwenda Kilosa. Taarifa tunazo, ndani ya muda mfupi wataalamu wetu watafika Kilosa kuhakikisha kwamba wanaokoa mazao ya wakulima wasiweze kushambuliwa na ndege hao. Taarifa walitoa kwamba changamoto kubwa ilikuwa ni kwamba lazima tupate vibali ili, kwa sababu ndege ili iweze kufanya kazi kwenye halmashauri ya wilaya Kilosa ni lazima itumie kiwanja cha Ikumi. Kwa hiyo taratibu hizo tayari zimeshakamilika na muda mfupi tu ndege zetu zitaelekea katika uwanja wa Ikumi ili ziweze kutatua tatizo hilo lililowakumba wananchi wa Kilosa. Kwelea wamejifunza ushambuliaji wa makundi makubwa. Sasa ni wakati wa kushirikiana kwa mkakati, wataalamu wa mimea, serikali, wakulima pamoja na wadau wa kilimo. Kuna methali isemayo, fimbo ya mbali haiui nyoka. Ni muda wa kuchukua hatua sasa kabla ya ndege hawa wadogo hawajageuza mavuno kuwa kumbukumbu. Mimi ni Farida Mangube na hii ni Rindimo Media.